Mume wangu. Hivi wewe ni mara ngapi nakwambia usipokee simu yangu? Mume wangu. Wewe kwa nini uelewe mwanamke? Nilishakukataza mapema sana. Sitaki upokee simu yangu. Hivi ni maisha gani tunayoishi kweli mume wangu? Wakati mwingine nashinda njaa, nashindia mkate, enda hata maji. Kweli? Nakosa hata hela mkaa. Mwanamke anapiga simu, umempa ranki, baada naomba tena muongeze shilingi 50. Kweli mume wangu? Hebu niangalie basi na hali nilokuwa nayo. Na haya ndio yanasababisha mimi sitaki upokee simu yangu, nakwambia sitaki upokee simu yangu. Sasa bora kurudie tena. Nitakufanya kitu kibaya. Mbavu. Hivi mume wangu mimi ni nani mundani? Kwani nakuwa hivi kila siku mimi? Hivi walioko kwenye ndoa wote hapo kama mimi? Hivi angalia mimi ni nani yako? Mtu unamsevu kwa dereva mgeni kweli? Sawa mpenzi wangu, jana nimekosa muda. Ndiyo, kaka alikuja hapa nyumbani kama unavyomjua ukali wake yule. Sawa, naomba nisamee mpenzi wangu, leo nakuja. Mzee mwenzangu, ujio huu niliokuja nikuja kupanga tarehe za ndoa. Karibu sana. Asante sana. Kwa maana ndoa, kwa maelekezo alionielekeza, nikuja ni tarehe 15 ndio tulipopanga kuwa ndoa hiyo. Karibuni sana. Karibuni sana. Ila kwenye swala la tarehe hii ya ndoa, tarehe 15, nimesikia na mashehe wanatuambia masuala ya ndoa yanatakiwa mambo ya haraka haraka, lakini sasa kama unavyojua haya masuala ni ya kifamilia. Mimi niwaombe ili swala tulisogeze walau tarehe 20 ili na sisi walau kidogo tupate kujipanga panga. Sawa, nitatenga muda kwa ajili yako baby. Naila. Unakuja unaenda. Kwa hiyo huu ndio upumbavu unaofanya, si ndio? Huu ndio upumbavu unaofanya kila siku. Wanatokea wanaume wazuri, wanatokea wanaume wanaohitaji kukuoa, wewe kuolewa hautaki. Lakini kila siku upo na hivyo vibasha vyako hapa mtaani. Akili yako iko sawa? Hebu nipe simu. Nipe simu. Sasa kuna ujumbe mwingine tena. Ujumbe gani tena? Mwanandoa alivyonielekeza akanambia pia binti yako abadilishwe jina aitwe Rukaiya. Jina la binti yangu tena tulibadilisha aitwe Rukaiya? Kwa nini mwanangu abadilishwe jina la Rukaiya? Mwanangu nimempa jina zuri, Warda, mkuja mmemposa na mpaka leo mnafikewe. Sasa na mnafanya mnanikumbusha tulikotoka, maana wakati mlivoleta barua nikaambiwa mimi sifai kumwozesha mwanangu, kwamba sijui atakuwa patikane walii. Leo sasa tena mnakuja na swala la jina. Hapana, hili swala bana mimi siwezi kukubaliana nalo. Swala mimi siwezi kukubaliana nalo kwa sababu kila siku mmekuwa na ngonjera mpya. Leo neno hili, kesho neno hili. Hapana, hili swala haliwezekani. Sijui shekhe kama unakubaliana nalo, maana mimi naona kama wananinyima haki yangu hivi. Hapana, haiwezekani hili swala kabisa. Subhanallah. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kwanza kabisa niwapongeze kwa hatua ambayo mmefikia. Hatua nzuri, ni hatua ambayo ya kujenga familia zote mbili. Kwa sababu
malaika wenyewe kutoka kwa Allah tabaraka wa taala katika kikao kama hiki, na wao hufanyaje? Uteremka katika kushiriki katika mambo yaliokuwa mazuri. Na mimi nishukuru bwana kwa kunialika na mimi katika kikao kama hiki, kuja katika neema hii, umeniheshimisha. Tumuombe Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ajalie kwamba hili jambo wafikiane kwa pamoja, zote nafsi iwe moja, ili mambo yao. Nipe hiyo simu. Alafu nakwambiaga vipi mtazamo? Kujistiri hauwezi, si ndio? Vua na hii basi utembee uchi, ili tujue kwamba kabisa upo uchi. Natoka nikirudi nikukute umevaa mtandio kichwani. Nikikukuta uko kichwa wazi, natoa haya madude na nywele zako. Pita ndani. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kwamba watoto wetu tuwape majina mazuri, tuitane kwa majina mazuri. Kwa hiyo hivi vyote ni ishara ya kwamba vizuri ndivyo vinavyopendeza zaidi. Kwa katika suala la jina, katika ufafanuzi wa shekhe alivyotumwa kuja kuomba, wala halitakuwa na athari yoyote kisheria kumbadilisha jina ili litumie katika ndoa, wala hakuna tatizo lolote, na hayo tayari yameshafanyika. Na lile jina ulilompa wewe kama mzazi, walilopewa na wazazi wake, la Warda, litabakia kuwa ni jina ambalo linalotambulika kwa jina hili lililotoka katika uzawa wake aliyopewa na wazazi wake. Na hili jina analoomba litakuwa ni jina la ndoa yake ambayo mume ndio amelipendekeza. Lakini kisheria wala hakuna shida yoyote, wala usiwe na shaka yoyote, usipani kishawana. Muhimu ni makubaliano, lakini pia sio wao wamependekeza na kuomba, isipokuwa na hata bi harusi mwenyewe mtarajiwa pia ana haki ya kushirikishwa na yeye pia kukubali hili jambo. Kama atakuwa amekubali na wao wamekubaliana, basi haina tatizo lolote, jambo linakwenda. Wallahu a'lam. Kunambia mwalimu, hili halina shaka yoyote. Hili halina shaka yoyote. Basi sawa, shukrani, nimeelewa. We mbona unielewi? Si nishakwambia mimi sikutaki. Mimi siwezi kuwa naye na mpenzi wangu. Mimi sikutaki. Shoga yangu nenda, usikatae wito, kataa maneno. Kwa nini nishakwambia sikutaki? Mimi na mchumba wangu. Siwezi kuwa na wewe. Mara ngapi nimekwambia sikutaki? Mbona wanawake wapo wengi tu? Ni mwenyewe na mimi. Kwanza sikuamini kama leo ungekuja. Na kama siku tulipoonana leo kuna mchezo. Leo ni siku nzuri sana. Mungu asiweze kutamani vitu kama nakupenda. Toka uamini kwa kuanzia hapa. Na hii ni bado. Taamini sana. Hii ni machache tu. Tutajionea mengi sana. Kwa mimi nakupenda sana. Kwani? Lakini mpenzi wangu nimeshalipia chumba. Tunaweza kwenda nyumbani. Mbona haraka hiyo? Kawaida. Kwa nini tusifanye siku nyingine? Kweli tunafanya siku nyingine, lakini nimeshalipia kwa chumba. Haraka sana bana. Tungefanya siku nyingine. Sawa, mimi nakupenda sana. Wewe umeningangania. Mimi nishakwambia sikutaki na mchumba wangu ashanitolea barua. Imagine ametokea hapa, utanitafutia tu matatizo. Nishakwambia sikutaki. Ni sawa yote unasema. Ila mimi nimeongea kitu kama kitu ndani ya moyo wangu, nakupenda sana. Wewe kama unaelewa sawa. Ila wewe kaa ukajua kwenye ndoa yako kwamba nakupenda. Sikiza nikwambie. Hii ndio mara yako ya kwanza kuniambia unanipenda na mara yako ya mwisho. Sitaki kusikia tena habari za unanipenda.
Njoo hapa, we ni kijana mwenzangu, kuna machache nataka nikuelekeze. Kama kweli unamtaka dada yangu, fika nyumbani utoe barua. Bro, Ndio mdogo. nimekuja hapa bwana, nina shida. Ndio. Nimekuja unipe ushauri kwa sababu yule mtoto. Ndio. Warda. Huyo. Bwana Warda mimi nampenda sana kama vile unavyojua. Ndio. Nampenda, napambana kweli kumpata. Ndio. Lakini anakataa. Sasa nimekaa, nimewaza, nikaona nije kwako. Ndio. Wewe ni mkubwa. Ndio. Unaweza kunisaidia. Mimi ni mkaba. Huko unapopita pita huko. Ndio. Hamna wataalamu huko. Sawa. Mdogo wangu, kifupi waganga wapo. Sawa? Ndio. Na dawa zipo. Lakini sikushauri kutumia dawa kwenye mapenzi. Kwa sababu mapenzi ya dawa, mdogo wangu, sawa, yanaanza vizuri lakini huwa hayadumu. Umeona? Wewe kaa naye Warda, sawa? Kaa naye chini. Mweleweshe, sawa? Mweleweshe, najua atakuelewa. Umeelewa? Warda nimemwelewesha mara kibao mpaka huko nakutana naye. Namwelewesha lakini ananikataa. Yaani ananikataa kabisa. Sasa nimechoka kumwelewesha. Nataka nipitie njia nyingine hizi ili shike. Pasipo na hapo, achana na dada yangu. Sasa nataka unisaidie ile jambo. Sawa, najua mapenzi ni sia na anachoma moyo. Najua. Sawa, hata mimi mwenyewe mpaka kaka yako hapa nilipo. Sawa. Nimewahi kupenda, lakini wewe ukitumia dawa, sawa, utatoboa, lakini kuna mawili. Sawa, unaweza ukatoboa lakini mapenzi yasidumu. Unaona? Yaani mimi ninachokushauri, sawa, wewe mweleweshe, sawa, kaa naye tena, mweleweshe, ndio zaidi mweleweshe, lakini ukiona kabisa unamwelewesha hakuelewi, sawa, achana naye. Ndio mdogo wangu, wanawake ni wengi. Kama kuelewi, achana naye, tafuta mwingine ambaye anakupenda. Kwanza yule pengine labda akupendi, umeona, ile wewe unamforce, unaona. Ila sasa wewe jaribu natumia mbinu mbalimbali kumwelewesha ili akuelewe. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila litanichukua wakati kidogo kufikiria. Maana mimi lengo langu ni wewe. Sio nishinde. Sawa, haina shida bro. Mimi nimekuelewa. Ndio hivyo mdogo wangu. Fika hapo mbele hapo. Dada samani. Mambo.